Leo bwana, nina story ambayo nataka nikupe bwana, mjukuu wangu kidogo, ili upate kujifunza vitu. Unajua hivi vitu tunajifunza siku hadi siku, kadri siku zinavyokwenda, basi tunakuwa tunapata nafasi ya kujifunza vitu vipya. Leo nimekutana na kina mama kama watatu hivi, wana watoto wao. Nikawauliza wamejifungua kwa operation au kawaida, wakaniambia bwana wamejifungua kawaida. Kaambia okay fine. Kaambia mlipata changamoto gani kule labor ward? Wakasema bwana hatujapata changamoto, lakini wote watatu wameniambia kwamba waliwekewa maji ya uchungu wakati wa kujifungua. Sasa nikawauliza swali ambalo very technical, kwamba ni kwa sababu gani wanahisi waliwekewa maji ya uchungu. Wote watatu wamesema hawajui, ila tu wahudumu wa afya waliwaambia ili kujifungua salama wanatakiwa kuwekewa maji ya uchungu. Pengine waliambiwa ila walishasahau. Nikawaelimisha, nikaona nisishie huko, ni bora hii topic nije nayo hadi huku, ili kusudi na wewe hapo ulipo uweze kujijua ni kwa sababu gani watu huwekewa maji ya uchungu. Ni sababu gani zinazoweza kupelekea mjamzito akawekewa maji ya uchungu. Hii kitu haiweki tu hivi hivi, lazima kuwe kuna sababu. Sasa sababu hizo ni zipi? Hii tiba bwana, huwa inatolewa kwa sababu kuu mbili. Sababu moja ni kuanzisha uchungu, ambapo tunaita ni induction of labor. Hapa ni kuanzisha nini? Uchungu. Sasa kwa nini tunaanzisha uchungu? Hii inatokea kwa mfano muda wa kujifungua umepitiliza. Mwanamke au mama mjamzito anatakiwa kujifungua kati ya wiki 36 mpaka wiki 42. Sasa ikawa imetokea tu kwa bahati mbaya mama amefikisha wiki 43 hajajifungua. Nafanya ultrasound, lakini wakati huo tunaona kwamba hii mimba ikiendelea kuna hatari inaweza kutokea kwa mtoto, kwa sababu lile kondo la uzazi linazidi kupoteza ubora, linashindwa kufikisha virutubisho na vyakula vingine, vitu vinavyohitajika kwa mtoto, kwa sababu limekaa muda mrefu, linachoka. Kwa hivyo hiyo hali ikitokea inaweza kupelekea huyu mama au huyu mtoto akapoteza maisha akiwa tumboni. Kwa hivyo option nzuri ni kuanzisha nini? Uchungu. Kwa hivyo ndio hapo mama anaweza kaambiwa tunakuanzishia uchungu, ambayo inaitwa labor induction au induction of labor. Pili ni kuchochea uchungu. Kuchochea nini? Uchungu, ambayo kitaalamu tunaita augmentation of labor. Hii sasa inatokana na nini? Ni pale ambapo wauguzi au madaktari wameona kwamba uchungu unachelewa kwa sababu hauna mkazo wa kutosheleza mtu kujifungua. Yaani mtu ana uchungu lakini ni kidogo sana. Ule mkazo wa uchungu hautoshelezi kusababisha njia kufunguka au mtu kufanyaje? Kujifungua. Unaona? Sasa pale njia mwafaka sasa inayoshauriwa pale ni huyu mama kumwanzishia uchungu ili aweze kujifungua mtoto wake vizuri. Sasa nini huaga kinafanyika? Iwe labor, induction of labor au augmentation of labor. Tunachukua drip, inaweza kawa ni link lactate drip ya kawaida ya kuongezea watu ambao wamepungukiwa maji na kadhalika. Mle ndani ya ile drip tunaweka dawa inaitwa oxytocin. Ukiweka ile oxytocin, basi muuguzi au daktari ana connect ile drip kwako wewe, alafu anaanza kuifungua kwa speed kulingana na aina ya mikazo unayotaka kuipata. Kwa anaweza kaifungua sana, unapata uchungu unakuwa mkali sana. Ukiwa mkali zaidi anapunguza, hivyo hivyo mpaka pale ambapo matokeo yanayohitajika yatakapotokea. Kwa hivyo hizo ndio sababu kubwa ambazo zinaweza zikapelekea mtu akaongezewa
hii drip ya maji ya uchungu. Kwa hiyo moja ni kuanzisha uchungu, lakini nyingine ni kuchochea uchungu. Uchungu upo ni kidogo, basi tunauchochea ili uweze kupata matokeo yanayostahili. Tukutane kwenye comment hapo kama ulishapata uchungu na kuongezewa maji ya uchungu.